Nguvu iliyomo katika ulimi. Nguvu iliyomo katika ulimi. You want to speak about that? To 28. Hiyo ndio domain nitabiria. Uanze kuzinenea mazuri. Haleluya. Uanze kunena mazuri. Uanze kuzinenea mazuri. Uanze kutamka yale mambo unataka Mungu akufanyie. Uanze kusema wewe ni nani mwaka huu. Ndio sababu nimekuja na hii topic leo, tarehe ya leo, ya kwamba Mungu akupatie ulimi ambao unaongea vizuri katika maisha. Mungu akupatie ulimi, akutengenezee ulimi ambaye utaongea mazuri katika maisha wengine. Ulimi ambaye utaongea mazuri katika maisha ya wale watu ambao wengine walikosea, lakini utakuwa unanena mazuri. Basi ni vitabu ambazo kila mtu ameisoma, lakini kupitia kwa maneno ya Mungu, through the word of God, everything ambayo tunaiona sahi ilifanyika. Kwa hivyo maneno ya mdomo yako na nguvu ya kuumba kitu ambacho hakiko kikakuweko. So, Biblia inasema kabla hakujaumbwa kitu yote, dunia ilikuwa tupu. Na katika uso wa nchi kulikuwa na maji. Na juu ya hiyo maji kulikuwa na roho wa Bwana hapo. Biblia inasema namna gani? Soma katika Genesis chapter 1. Twende katika Genesis chapter 1 number 1 tutasoma hapa. That's the main book. Lakini kuna vitabu ambazo nataka kupata. Hii main topic ni ya wewe kusukuma. Fungulia milango. Utaanza kutabiri vizuri kwa mtoto wako. Utaanza kutabiri vizuri kwa mume wako. Utaanza kutabiri vizuri kwa kanisa. Utaanza kutabiri vizuri kwa hiyo kazi. Wakati utaanza kufanya hivyo, within few hadi siku kidogo utaona mazao imeanza kutokezea. Katika Genesis, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Dunia ilikuwa bila umbo na tupu. Giza ilikuwa imefunika vilindi vya maji, na Roho wa Mungu alikuwa akitanda juu ya maji. Tuko na matarajio na hii mwaka, na mimi nimekuja kupanda mbegu ndani ya maisha yako, mbegu ya ulimi mzuri, ulimi ambayo unatamka maneno, na maneno ambayo inazalisha na inaanza kuzalisha vitu katika maisha yako. Kwa namba 3. Kwa yangu kwa namba 3. Na hapo ndanda utasikia kila mahali Mungu atafuti vitu, anaongea na iwe. Akasema na iwe, na ikatokea. Akasema na iwe, na ikatokezea. So nini inafanyika hapa? There is power in the tongues. There is power in your mouth. There is power in your words. Mambo ambayo unaongea ukiitilia maanani yako na nguvu ya kufanya mambo. Utapata English version na Kiswahili, lakini nataka leo nisome mwenyewe hii Kiswahili. Mungu akasema mwanga uwe, mwanga ukawa. Hapa nimetaka kufundisha, najua umesoma. Mungu akasema mwanga uwe na mwanga ukakuwa. Nitakusomea mwisho, utasikia vile Mungu anasema. Na Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Sasa wewe ni mfano wa Mungu, kumaanisha kama Mungu alikuwa anaongea mambo tu na vitu zinafanyika, Mungu akupatie uwezo wa kuongea maneno na mambo yaanze kufanyika kwa maisha yako mwaka huu. Nasema ya kwamba leo upatie uwezo wa kuongea kwa mamlaka na mambo yaanze kufanyika. In the beginning, soma verse 3. Verse 3 nasema, and God said, let there be light. Let be light. And there was light. Sikia. Akisema tu kukue mwanga inasikia. Inatokezea. Ujaelewa? Hii unajua, Mungu sana anataka kuumba mbinguni, atafuti materials kwanza, anaongea kwanza.
kitatokezea kwa jina la Yesu. Hata kama kimejificha hapo kitatokezea. Leo natamka hii mwaka chochote kijificha, kama vile tulisema ni uregesho, anything ambayo ilikuwa imejificha, naanza kutamka. Sema nataka hiyo. Itakuja. Hii mwaka napata kazi Runda kwa jina la Yesu. Hii mwaka napata kazi Tauna kwa jina la Yesu. Hii mwaka nalipa mshahara hii. Ukitamka kwa imani, zinakuja kwa maisha yako. Naomba upokee hiyo ulime. 18 mstari wa 21. Vile ni kitabu kifupi kidogo hapo. Mstari mfupi kidogo lakini iko na uwezo mkubwa. Verse 21. Huwa katika uwezo wa ulimi. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Mauti na uzima. Uzima, yangu imeanza na uzima. Uzima na mauti ukaa katika mdomo ama ulimi ya mwanadamu. Tabiria, uanze kuongea mambo ambayo inafanyika. Uanze kuongea vitu ambazo unahitaji. Uanze kuongea hiyo nyumba ambayo unataka. Uanze kuongea kazi ambayo unataka. Kwa jina la Yesu, ulimi wako ndio baraka yako. Ulimi wako ndio laana yako. Ukiongea vibaya inatokea. Ukiongea vizuri inatokea. Ile hali ilikuwa inakusumbua tumbo. Nakataa magonjwa ya tumbo. Nakataa kuumwa na kichwa. Nakataa kuumwa na mgongo. Na kuwa mzima kwa jina la Yesu. Hata kabla uombee umepona. Hii ni mambo ya spiritual. Katika roho akasema kuwe mwanga, inatokezea. Hapo pengine nasemaje? After mwanga akasema namna gani? Sasa unaona ni mwaka wangu kupata kazi. Hii mwaka ni mwaka nitamtumikia Bwana. Hii mwaka hata kama ulikuwa uzai, ambia Mungu ya kwamba hii mwaka ndio mimi nitazaa. Na sasa tu hiyo mapacha uanze kutangazia mwenyewe. Mwambie Mungu sasa hii mwaka ni maana Januari. Hii ndio mwaka wangu kuoleka. Hii ndio mwaka wangu kuoa. Mungu vile mwaka imeanza. Hii ndio mwaka wangu kufanya setting. Nilikuwa chafua kao. Hii ndio mwaka nitaenda huku nifungue. Nitaenda family bank nifungue. Mwambie Mungu ya kwamba hii mwaka ni mwaka ya chakula kushiba. Hii mwaka ni mwaka ya baraka. Hii mwaka ni mwaka yangu ya baraka. Kama kuna zingine au kuongea, hii nataka ukitembea unaongea, ukikaa unaongea, ukienda kulala unaongea, ukiwa kanisani unaongea, ukienda maji unaongea, ukienda wapi unasema, mpaka Januari iishe ukiongea. Kuwe baraka kwako. Ya kwamba kuwe ndoa kwako. Ya kwamba kuwe biashara kwako. Ya kwamba kuwe amani kwako. Kuwe. Kila kitu ikuwe katika jina la Yesu. Kuwe katika jina la Yesu. Yote ambacho utasema kikikuwa kitakuwa jema kwako. Kitakuwa kinapendeza. Yaani usiongee kitu ambacho kikikuja uanze kuregret. Chochote ambacho utaombea, chochote kama ni kazi ambayo utaombea kazi mwaka huu inakuja, itakupendeza. Utaambia Mungu nini nitakuwa naombea.